nakuja kutembea tu, sijui mchana usiku, zimezima ndoto zangu. Sisemi sana takufuru, ila Mungu nashukuru, mitihani tafaulu. Mi binadamu so kunguru, nishomba sana usiku na mchana, ila wanga bado wanabana. Kila nalofanya jema kwa walina maana, niokoe Mungu Baba. Mi mnyonge, mi mnyonge, nimekubali mi mnyonge, mi mnyonge, mi mnyonge, Mungu wangu. Unafikiri Mungu wetu huyu tuliokuwepo naye leo dunia hii sasa hivi, au huyu Mungu aliotuumba sisi, unafikiri ndio tutamwachia majukumu yote akatatua hivi chake? Kwa sababu ukisema ukae umwamini Mwenyezi Mungu, hivi Mungu huyo akulie familia yako, Mungu huyo akuache wewe saizi hapo unateseka na majonzi yako, hivi Mungu yupo au Mungu jamani hayupo? Hivi unajua sisi tunadanganyana hapa duniani eti Mungu yupo. Hakuna Mungu. Tunaamka wenye usiku tunapambana, tunaamka wenye usiku na mikono yetu na nguvu zetu na akili zetu timamu. Tunaamka tu kwa mapenzi yetu si wenyewe. Sio sema eti Mungu ndo anatuamsha, Mungu ndo anatupa riziki. Hivi kuna siku Mungu amechukua pesa zake akaladha babani tukaokota? Nisikize nikwambie. Hebu amka jirani yangu. Tanua ubongo wako. Fikiri na kufikiria tena kwa mara ya kwanza mpaka ya mwisho. Chanzo cha vifo ya familia yako ni nini? Na sababu kubwa ni nini? Na kama Mungu huyu alijua kutuumba sisi, na Mungu huyo akaacha familia yako inateketea bila sababu ya msingi, hivi akilini naingia kweli? Kifo cha familia yako sio kifo cha kawaida. Na usipokuwa makini na kichwa chako hicho, kakifungua ubongo wako na ukakaa ukafikiria, ukawa na akili zako timamu, ndugu yangu, mwisho siku utajikuta na unateketea. Hivi nikwambia kitu kimoja. Mungu huyu alotuumba sisi, na Mungu huyo ndiyo anewaaminisha washirikina wote wakafanya mambo yao yakafanikiwa katika maisha yao. Sasa basi amka. Fungua ubongo wako. Amka, wewe umelala sana. Unamwamini sana Mwenyezi Mungu. Huu sio muda kumwamini Mungu. Amini imani zako. Pambana kama mama, pambana kama jemedali vitani. Pambana na hii vita mwanzo mpaka mwisho. Familia yako inakaa huko inateseka, inahangaika usiku kucha, nao unavojiona wewe hulali na familia yako ilali. Amko, lipize kisasi. Mkono wa mtu umechangia kwenye vifo vya familia yako. Mimi naongea nikiwa na akili timamu na ninajitambua na ninajielewa hichi ninachokiongea ni nini. Haya ninayokuambia hapa sasa hivi, ukifika nyumbani kaa kimya na uyafikirie, alafu kisha utanipa jibu. Nyamaza jirani. Pole sana. Huyo Mungu alionyesha njia ya kuteketeza familia yako, basi Mungu huyo atakupambania na wewe kulipiza kisasi chako. Naomba unyanyuke tuombe. Usiwe muda kusimama tena na kulia. Simama. Basi nyamaza. Nyamaza. Pole sana. Simama tuombe. Niokoe Mungu Baba. Mi mnyonge, mi mnyonge, nimekubali mi mnyonge, mi mnyonge, mi mnyonge, Mungu wangu nitete. Mi mnyonge, mi mnyonge, nimekubali mi mnyonge, mi mnyonge, mi mnyonge, Mungu wangu nitete. Oh my God, Baba asante. Oh Mungu wangu Baba asante. Oh my God, Baba asante. Oh Mungu wangu Baba asante. Ndio hivyo kama nilivyokuambia, yani amefikia hatua, yani anaweza akakaa siku 3 asitie kitu mdomoni. Hivi kiuhalisia, alafu binadamu, wewe unajifikiriaje kaka? Yani nafikia hatua hadi naachoka nimshaurije. Yani anakaa sehemu peke yake. Jua kimfano linawaka hivi anaenda kukaa juani. Kila nikimshauri, kila nikimwambia bado anielewi. Unajua kuambia kitu? Yaani kwa mazingira kwamba alokupo nayo kwa mtu yote.
Yeye lazima. Unajua inafika tu kwamba aamini kile kilichotokea. Kweli. Umeona? Yaani ina maana kwenye akili yake, ina maana familia yangu ndo haipo. Ndio. Umeona? Hata lati kama ni mimi. Unajua siku mbele tuko na familia sasa ni wote. Kweli. Ila tu cha msingi, unajua umekuja pale kwa niaba ya kumfariji. Ndio. Wewe ni kumwambia tu dada kula, ondoka SM. Nisikia kama ulivyoniambiana siku 3 hawezi kula. Usichoke. Kwa vile ni ndugu yetu. Cha msingi. Wewe pambana naye. Sawa. Kaka ngumu sometimes unajua. No, usichoke Joy. Usichoke, yule ni ndugu yetu. Umeelewa? Yaani kwa mazingira yale pale hivyo kweli kabisa. Unaenda kukaa sehemu ambapo pastahili hata kukaa mwanadamu. Hivi katika maisha kawaida ushakumwona anakaa? Hapana, yani sijai kuona hivi. Katika maisha ya kawaida kaka. Yani kaka inafikia tu hadi nachoka. Nifanyeje? Ila mimi niko naomba tu jambo moja. Unaonaje leo tukaenda ukakaa hata kidogo, labda uweze hata kumshauri, labda umwambie fanya hivi na hivi, labda atakuelewa. Kwa leo? Mwingine tena, ewe Yesu nisaidie, mimi sina, kweli sina mwingine tena, ewe Mungu nisaidie. Sina tena wa kunishika, ila ni wewe pekee umebaki na mimi. Ukiniacha kuwa peke yangu, sitaweza, nisaidie. Siwezi Mungu, siwezi. Umemchukua mume wangu, umemchukua mwanangu mkubwa kabisa, ambaye nitegemea hata leo angelifuta machozi. Umechukua watoto wangu bado wadogo. Ni bora nilipokukuta. Ila kwamba unajua, lakini kwamba alichokipanda mtu ama akipandacho mtu ndicho atakachovuna. Akili kunkichwa. Nashindwa, siwezi. Umenipa jaribu ambalo siwezi. Kuna muda najikuta nauliza. Kweli uliniangalia vizuri? Uliniangalia kwamba naweza kuhimili? Siwezi. Sina kumchagua katika watu wachukua Mungu. Umenipima imani vibaya. Umenipa jaribu zito. Umeniweka katikati. Sijui nimchague nani. Niokoe Mungu Baba, mimnyonge, nimekubali mimnyonge, Mungu wangu nitete, mimnyonge,
Oh Mungu wangu Baba, asante. Oh my God. Mke wangu, hii tatizo la kunyima furaha. Mbona sisi tupo? Alafu uende kanisani siku hizi. Alafu mama, hata mahudhurio ya kanisani yamekuwa ni hafifu kabisa. Hebu mrudie Mungu wako. Maana sisi tulipo tunakula, tunalala, tunasoma Bible. Ila tunahuzunika sana tulikuona mama yetu jinsi ulivyo huko. Sisi huku tupo salama. Amka mama. Amka mama. Mama, usisikilize ushauri wa mtu yoyote. Hao wote wanakudanganya. Wewe fuata maandiko ya Mungu. Nilijua tu mtarudi. Nilijua msingeweza kuniacha. Oh my God, Baba, asante. Oh Mungu wangu Baba, asante.